basi nitamtafuta Yakima, lakini sikumuua. Nataka kujua ukweli. Nataka kumaliza maumivu. Siku Yakima akikutana na wewe na miili yenu ikagongana, hatima yenu itabadilika. Binti yangu, chunga sana. Giza halina rafiki. Karibia mimi anaumia. Na kila ananipenda mimi anakufa. Nimechoka mimi, nimechoka. Nimechoka kubeba maiti za watu wanaonipenda. Nimebaki kwa mfungo wa laana. Karibu sana mwana wa Mungu. Nashukuru sana mchungaji. Ndio, karibu sana. Nikusaidieje? Mchungaji, mimi nimekuja unisaidie. Maisha yangu yamekuwa ni magumu. Nimekuwa na maisha magumu sana mchungaji. Nimejaribu hata kwenda kwa waganga mchungaji, ili angalau maisha yangu yaweze kwenda vizuri. Niwe na maisha mazuri. Lakini mambo ndio yameharibika kabisa mchungaji. Nimesikia habari zako mchungaji, nikaona nije kwako. Nahitaji msaada wako mchungaji. Naomba unisaidie mchungaji. Okay, asante. Tunamshukuru Mungu kwanza kwa sababu amekupa neema hii ya kufika hapa. Ni kusudi lake, haujaja hapa kwa bahati mbaya. Mungu atakusaidia na yeye yupo kwa ajili yetu wanadamu. Kwanza nataka nikuulize, unamwamini Mungu? Hapana mchungaji. Ni kweli huwezi kumwamini Mungu, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe hapo ulipo, Mungu amekuumba na akakuweka hapa duniani kwa kusudi lake. Kwa hiyo inatakiwa umwamini yeye ili atatue changamoto zako. Umenifuata mimi namwamini Mungu, namtegemea Mungu. Yote unayoyasikia siyafanyi mimi, anayafanya Baba wa mbinguni kupitia mimi. Mimi ninasema, yeye anatenda. Kwa hiyo nakuomba usimame mbele za Mungu. Umeenda kwa waganga, umezunguka unakule, haijakupa nafasi ya kufanikiwa, hujafanikiwa. Na Biblia inatuambia kwenye kitabu hiki, ukisoma kile kitabu cha Yeremia, katika Biblia hii, kitabu cha Yeremia inakwambia amelaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, naye amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake. Kwa hiyo ukimtegemea mwanadamu unalaaniwa. Mganga ni mwanadamu. Kwa hiyo ukienda kule kwa mwanadamu unapokea laana. Unanielewa? Unapokea laana. Kwenye maandiko haya ukisoma kitabu hiki cha Yeremia 17 hapa, mstari kuanzia wa 5, anasema Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Ni laana kumtegemea mwanadamu. Kwa hiyo nakusihi sana, na ninakusihi kwa upendo mkubwa,
maana yeye Mungu ametupenda sisi na anapenda tumheshimu yeye, tumwamini yeye, tumtumikie yeye ili tupate uzima wa milele na amani na mafanikio yote yanatoka kwake. Mimi nadhani ninatamani nikuombee ili Mungu akusaidie na uwe mtu akuja hapa kila wakati. Unakuja tunamwabudu Mungu pamoja. Tuna ibada zetu kila siku. Unakuja tunaabudu pamoja na Mungu atakusaidia. Naomba tuombe kama utajali. Kama maisha yangu yatabadilika, nipo tayari kumwamini Mungu. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wa amani. Umemleta ndugu yangu huyu kwa kusudi lako. Uliniacha nikiita jina lako kabla sijafa. Ukaniacha gizani peke yangu. Na nikafa nikiwa na jina lako mdomoni. Sikukuacha. Nilijua ukinipenda utakufa. Nilikuonya lakini Yaman, laana haijui huruma. Nitakusaidia. Lakini ukachagua kuniangamiza kwa kunikimbia. Na sasa nitakuwa ndoto zako, nitakuwa pumzi yako, nitakuwa machozi yako. Utalala wala utapona. Ukinikimbia nitakufuata, na ukijificha nitakupata. Na ukitamani kufa, kifo kitakukataa.
nadhani hii ndio njia ya kwenda kwenye ukombozi wangu, na ukombozi wangu ndio amani, na lazima nivunje mizizi ya Rahab. Huyo ni nani anayenijua mimi? Pengine huu unaweza kuwa ndio ukweli wangu. Yatima, hutopona. Utakufa kifo cha maumivu kama walivyokufa wazazi wako. Yakima, ni mimi. Sijaja kukudhuru, bali nataka kujua ukweli. Tafadhali usinisogelee, takufa. Nimeoa watu wengi, nitakuwa nawe pia. Hapana, laana ndio inayoua, sio wewe. Njia ni hii tunayotakiwa kuifuata. Kwa nini unanisaidia? Kwa sababu kusudi langu sio tena kukutoa uhai. Nataka kukutoa kwenye maumivu. Kwa nini hujafa? Bibi Shaba alisema, ukweli wangu ndio kinga yangu. Kila ananikaribia anaumia. Aisha, kwa nini unaendelea kunifuatilia? Ukweli ndio tiba ya mwisho, na ukweli umefungwa kupitia wewe.